Watu wengi wanaanza biashara kwa hamasa kubwa sana, lakini baada ya miezi michache wanakata tamaa, wanapoteza wateja na biashara zao pia zinakufa. Kimya kimya, leo nakwambia vitu 10 vya kuogopewa na kuepuka kabisa kwenye biashara yako. Ukiyazingatia, hautapoteza hela, muda, wala nguvu zako bure. Tazama hadi mwisho, maana makosa haya ndio yameharibu biashara za watu wengi sana bila wao kujua. Jambo la kwanza ni kuanzisha biashara bila mpango. Watu wengi wanaanzisha biashara kwa kumuona fulani anafanya bila kujua changamoto zilizopo katika biashara hiyo. Kabla ya kuanza biashara, jiulize, nauza nini, kwa nani, na kwa nini wanunue kwangu. Bila mpango, unatembea gizani katika biashara. Kwa jamani, kabla hujaanza biashara yako, hakikisha kwanza umeweka mpango, plani, ndio kila kitu katika biashara. Jambo la pili ni kutokujua wateja wako. Kwanza kabisa inabidi ujue mteja ndio moyo wa biashara. Elewa nani anahitaji bidhaa yako na kwa nini. Ukiyajua haya, wateja utawapata kirahisi na utauza biashara yako kiurahisi zaidi na utavutia zaidi watu. Sababu ushawajua wateja wako, unajua wanataka nini, unajua wanachohitaji. Hivyo wewe utawaletea yale mahitaji muhimu ambayo wanahitaji. Kwa hiyo itakurahisishia wewe kuuza biashara yako kwa wakati na kwa urahisi zaidi. Kosa la tatu ni kukosa nidhamu ya fedha. Kwanza kabisa watu wengi sana hapa, sisi hapa ndio tunapofeli. Tunaanzisha kweli biashara, unakuta labda mtaji unagharimu labda 100,000. Lakini kwenye hiyo biashara hapo ndio tunatoa hela ya matumizi. Aisee, hili ni kosa kubwa sana. Usichanganye hela ya matumizi na hela ya biashara. Endapo utachanganya, maana hutaona faida. Na usipoona faida, maana yake biashara itafeli. Weka utaratibu wa kuchukua hela yako ya biashara ibaki kufanyia kuendesha biashara. Hakikisha usitumie hela ya biashara katika ya matumizi ya kawaida. Hii itakupotea. Kosa namba 4 ni kutoweka kumbukumbu. Huwezi kuboresha kitu usichopima. Andika mauzo yako, matumizi yako na faida zako kila siku. Ndio siri ya kujua kama biashara yako inakuwa au inaporomoka. Sasa usipokuwa unaandika kumbukumbu, utajuaje mauzo yako ya wiki nzima au ya mwezi unaingiza shilingi ngapi? Labda mtaji ulitumia shilingi ngapi? Faida, utajuaje haya mambo yote bila kuweka kumbukumbu? Kwa hiyo hili jambo ni muhimu sana jamani. Kukosa jingine jamani ni kukosa ubunifu. Usifanye biashara kwa mazoea. Uliza kila siku, nawezaje kuboresha huduma zangu au bidhaa zangu? Kwa hiyo inabidi kila siku unajifunza ili upate ubunifu mpya. Mfano umeona mwenzako labda kaeka hivyo, unaweka punguzo la 5%, 10%. Kwa kila siku unavyozidi kufanya hivyo, unazidi kuvutia wateja. Na ubunifu ndio unatenganisha wale uko juu na wale ukwama. Kwa hiyo ukijiona unakwama, ujue wewe bado, basi ujue kuna vitu ambavyo unakosea na unahitajika kufanya ubunifu. Zingine ni kukata tamaa mapema. Kumbuka biashara sio tiketi ya mafanikio ya haraka. Biashara ni mchakato wa muda mrefu ambao pia utakuja kukupa utajiri na utakuja kukufaidisha. Hivyo utahitajika kukata tamaa. Biashara inahitaji uvumilivu, maombi na juhudi za kila siku ili kufikia malengo. Jamani, usikate mapema tamaa. Sio unafungua biashara leo, kesho unakata tamaa, unataka uanze upya. Hii hapana jamani. Fanya biashara kwa kosa jingine ni kutokujifunza jamani. Dunia inabadilika. Teknolojia mpya zinakuja kila siku. Mambo mapya kila siku yanakuja. Hivyo tunahitajika kujifunza zaidi kila siku. Unatakiwa upate knowledge mpya. Knowledge, skills. Yaani unabidi ujifunze tena. Usome sana vitabu ambavyo vitakufanya wewe uwe rahisi katika biashara yako. Jifunze kwa wengine jamani. Kuna video mtu anaonyesha zenye maarifa. Hizo zote unaweza kutumia kama mbinu ya kujifunza na sio kutokujifunza. Unapokuwa ujifunzi, basi maana yake utafeli kwenye biashara. Jamani, kosa jingine ni kutokutangaza online. Biashara bila marketing ni kama siri.
hakuna atakayejua. Kwa hiyo ili ukitaka kuvutia wateja wengi zaidi, lazima utangaze biashara yako. Biashara yako itangaze zaidi na zaidi. Wateja pia wako mitandaoni jamani, na sio barabarani pekee. Hivyo tumia mitandao ya kijamii kujitangaza. Mitandao kama Facebook, Instagram, TikTok. Unaona TikTok watu wengi sana jamani kule wanajitangaza. Kwa hiyo hata wewe ambaye una biashara yako unaenda kule unatangaza. Kadri unazidi kutangaza ndivyo unazidi kupata wateja. Jambo jingine ni kutojali wateja. Jamani, tuwapende wateja wetu. Maana ndio wanatusupport na hao ndio matajiri zetu. Hawa ndio kila kitu katika biashara yetu. Na unajua mteja ni moyo wa biashara. Hivyo mteja akikosa huduma nzuri hatorudi. Hivyo wajali, wasikilize na wape sababu ya kukuamini. Wajue tukienda kwa mtu fulani ni mtu mnyenyekevu, anatupenda, ana ofa nzuri, ana lugha nzuri. Hivyo na wateja watakupenda na wataendelea kununua bidhaa zako kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa mfano unajiuliza, mbona Mangi anauza sana? Kumbe mwenzako siri yake kubwa sana ni kujali wateja wake. Hivyo hata wewe unahitajika kujali wateja wako. Jambo la 10 na la mwisho ni kuamini maneno ya watu kuliko takwimu. Jamani, usifanye maamuzi kwa hisia au shauri wa marafiki bila ushahidi. Tafuta data, elewa soko, ndipo ufanye uamuzi. Asije akatokea mtu akakudanganya au akakwambia vitu ambavyo sivyo. Mfano mtu akaja akakwambia biashara haina faida, wakati wewe kila ukipiga hesabu zako unaona mbona biashara mimi inanilipa na ina faida kubwa. Lakini kwa vile mwenzako hapendi maendeleo yako anakuambia hii biashara haina faida, achana nayo. Kwa wewe kama wewe hutaki kuamini maneno ya watu, zaidi uamini takwimu zako ambazo ndio ushahidi wako mkuu. Haya ndio mambo 10 ya kuogopa katika biashara yako. Ukiyazingatia biashara yako itakuwa imara, yenye ukuaji na yenye faida. Usisahau kusubscribe kwa video nyingine kama hii za elimu ya biashara na mafanikio. Asante kwa kutazama, tukutane video inayofuata.